kwa nini Mungu alinitenga. Kaniambia niachane na wa dini yao. Alikutenga kivipi? Aliniambia niachane na wa dini. Hivyo tu. Nikaachana na denominations, religious denomination, nikaachana nao. And if there is a greatest enemy of Christ or the truth in this Kenya, the office of the Attorney General. There are more than 200 and something denominations. Okay. The more you create a denomination, the more you create enmity with God. There are so many pastors in their denomination. Okay. 90% are against the kingdom of God. If they are the big enemies of the kingdom of God and the peace, many pastors. The kingdom of peace. Yes. Because most wanataka hizo biashara zao ziwe sustained. Na hawataki watu wafunguke macho. Hizi ni vita ambavyo ni zaidi ya zile zenye Musa na Haruni walipitia. Who is the strong man in this case? The devil. I can tell you one thing. The qualifications and characteristics of having a one thing must be a spiritual, God's spirit. Sio roho zingine zile. Is a spiritual man. Okay. The Habinga ni mmoja. Si mambo ya huyu kusema huyu ako huku na huyu ako huku na huyu ako huku. Geithika muno murori witu ngunyite ogeli muthenya wa umuthi. It's a beautiful week ya gatatu ya mweri uyu. Gucokere ngatho nundu wa guthie na mbere gukorwo ukirorera mitambo itu ututhikagiriria gutwamukagira imwe kwa imwe hindi ya yothe tukaha mitambo-ini. Ni njitagwo muheo wa maingi guku ni mitambo-ini ya muheo wa maingi media, ngatho cia mwanya nundu wa guthie na mbere gutunyitirira. Eko ni tira kure mbere gucemania na mitambo ino, etikira tukuhuthira sekendi cia kuigire usubscribe. Eko ni subscribe ite huteka kigera ni undu wa gukoragwo ukiamukira update kana notification o hirire yothe twekira video. Ucoke thiku ici ni kugite na undu witagwo channel membership. Channel membership ndimetaga pillars. Andu makomanyitire mitambo ino na njira nene muno makiria. Eo uthiaga hau handikitwo join, wahutie join ni guguprompt, ni gukuhe instructions, na in 2 minutes ni ukorwo twikite channel member na twakorwo tugitora na thabari ino tukiri hamwe amujira ya mundu umwe ethiagirwo gutuka. Ni ngugite njitagwo muheo wa maingi na ndirigwa ndi mukenu muno kiumia giki. Kiumia giki gigukorwo na maundu maingi na ule magukorwo makiyumiria no gukorwo ngikumemerekeria. Ni kurakorwo kigweta guo mweri 25 maundu guo wewe. I'll make sure that I make you informed iguru rigi maundu maria mothe marathie na mbere, be it spiritual, be it physical, be it even maundu ma kawaida. Umuthi ni tugukorwo na tafarira ya muthenya wa umuthi ona ni njui no gukorwo ikuhingura maitho na ikumenyithie oro kaundu. Tutanengira tafarira ini njitikiria ngoro ngigweta kambuni ciganona iri ikoragwo itunyitireire. Kambuni imwe itagwo Sarazekiel Rehabilitation Center. Sarazekiel mwana igwa kaingi na kaingi ngiuga ati rehab ikoragwo kure mwena wa Utawala. Guku ni kundu gwathondekirwo ni mundu waiguire ena murigo wa ciana citu iri igumirwo ni unyi wa dawa cia kurefia macohi. No thiku ici maundu maingihite muno na agekira rehabilitation ino nigetha akorwo akikuwa burden iyo ya society na njira ya gukorwo agithondekera andu aya kundu marithiaga makahona, makarorwo wega, magekwo deliverance tondu maundu mangi njugaga ni spiritual na miturire yao yako ikigacira. Ni umenye ni kieha muno kuna ate mwana wa miaka 18 macohi-ini mabangi-ini na nituguo niguo kuhana mahinda-ini maya. Koguo ungikorwo wina mwana waku kana niwe nyugumirwo ni maundu maya kwa miaka mingi, kihonia ni kionekanu riu kure gwa Sarazekiel Rehabilitation Center no guka mathogora ni mabashirire urorwo wega kahora na ni kundu kwa nginya na environment njega muno makiria ya gukorwo ukihorera no horerie nginya meciria. Hura thimu icio ci hau screen-ini yaku na ni uguteithika na wagithie ugo ni uhoro ucio kwa muheo wa maingi na ni njui maundu maku ni meko makigacira. Tukiuma hau ni tukwetwo tukiaria maundu megie uthamaki. Ni turaina mukui mundu imurigwe tukiaria uhoro wa mweri 25 na significance ya muthenya ucio. Kwina muthuri mubaruya ukoretwo akinyandikira muno akinjira muhia ni ngwenda ukakuga kaundu orethe kuria gwitu ri maundu maya matiraturiga muno na Ngai ahete ugurio fulani na nikio ndakio muthenya wa umuthi ni tukuona nake guku nigetha agitwire ndumiriri iyo akiri nayo ndugathire mitambo tukwaria na Githweri. Of course Kiswahili kila mtu usikia. Sijui kama umesikia huko kwingine nilikuwa nasema nini? Nimesikia kidogo kidogo. Umesikia kidogo kidogo? Yeah. Nilikuwa na chapa introduction. Yeah, nimesikia. Kiambia mtazamaji kuna rafiki yangu Mluya. Yeah. Amekuwa akiniambia hii maneno anaielewa na Mungu amempatia ufunuo fulani. Yeah. Nikamwambia nimeona ni vizuri tushare na wao. Yeah.
That is why we are here. Karibu sana. Nashukuru. Salimia mtazamaji na umwambie majina zako. Kwa hivyo watazamaji wapendwa, kwa majina ni Shepherd Conrad Nandwa, mzaliwa wa Kakamega lakini kwa sasa ni mkaazi wa Nairobi. Na niko katika Muya TV hapa. Na nawakaribisha, maana Mungu akipeana ufunuo ama jambo la ufalme ni la watu wengi. Na Mungu ikiwa amekupatia mzigo wa kubeba kazi yake, sio yako peke yako. Ukipata unashare na wengine ili kwamba mkaendelee pamoja na Mungu ajitukuze. Muya TV kwani mnaocho kwa Waluya? Kuna wale wanafuatilia. Pia watu huko wanafuatilia, kuna wenye wanaelewa Kikuyu kidogo. Na unajua sasa watu penye tumefikia sasa sisi ni mandugu. Na makuzo. Na makuzo. Sasa unapata mpaka watu wana impress, kuna wale wanaelewa Kikuyu, hata kama mtu aelewe unatafuta ule mwenye anaelewa kabisa na kusaidia, manake cha maana ni ujumbe. Kweli. Oh wow, karibu sana. Na asante. Unaendelea vipi? Naendelea salama. Mungu amenihifadhi. We thank God. Hata sisi tunaendelea vizuri. Nashukuru. Na karibu sana mitamboni. Uliniambia kuna jambo. Umekuwa ukiliona na ukilitazama hapa kwa moyo wa mwingi. Na ukaona ni vizuri. Ukaniambia pia Mungu alikuwa amekupatia ufunuo. Na ukaniambia ni vizuri ukuje tuongee. Ndio watu pia waelewe ati maneno si ya Kikuyu peke yake. Kweli. Sitaki kukuelekeza vile utaendelesha hili jambo. Kwa sababu wewe ndio ulikuja sasa. Me now I'm your guest. Now take us through. Mimi nitakusomea tu scripture. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo nimefuatilia kwa miaka. Nikiwa sikosei ni zaidi ya miaka 8. Miaka 8? Nikiwa nafuatilia hili jambo. Maana kule awali mimi nilikuwa ninahudumu na hizi dini. Mungu akanionya nijitenge na dini. Ulikuwa unahudumu in what capacity? As a pastor. Kwa hivyo Mungu akaja akanitenganisha na wao. Hata nilipoendelea hapo awali nikajaribu kujisukuma. Unajua naye mambo ya Mungu, kuna wakati huwezi uelewa kwa wakati mmoja. Mungu anaweza kuambia acha hii na wewe unajaribu, unajua mwili na roho vinapigana. So unajaribu kivyako lakini unapata iende. Mpaka venye nilirudi kwa njia yenye Mungu anataka nirudi. Ndio nikajielewa kwa nini Mungu alinitenga. Kaniambia niachane na wa dini yao. Alikutenga kivipi? Aliniambia niachane na wadini. Hivyo tu. Nikaachana na denominations. Religious denomination nikaachana nao. Alikupatia alternative? The alternative is what have brought me here. I'm pursuing the kingdom of God now. The kingdom. Udhamaki. Wadhayo. Because ukielewa mambo ya Mungu, the kingdom is the men's doctrine. I would like you to read in the book of Matthew chapter 15, 7-9. Matthew chapter 15? 7-9. Matthew chapter 15, 7-9. Matthew 15? 7-9. 7-9. Matthew 15, 7-9. And it says, you hypocrites. Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Niendelee. Unaendelea paka 9. Jesus told Nicodemus sasa. It is okay. So unapata hapo ndio watu wengi hawajapata kufahamu. And if I can condemn the pastors, because pastors wengi they are not telling people the truth. Na ukisoma in the book of Matthew 6. Matthew 6. Matthew 6. Ndio tunaelekea. Matthew 6. Ngapi? 9:11. Matthew 6, 9:11. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptations, but deliver us from the evil one. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. So God is speaking, Jesus Christ is speaking about the kingdom. And pastors deceive the congregants that they are preaching about the kingdom. But merely that is not the kingdom. Because those are the teachings of men, the doctrines of men. And if you want to believe what I'm telling you is the truth, read in the book of Luke 11. Luke 11. 11 and verse 17. A minute. Luke 11. Luke 11, 17. Start from 17. 11 from 17.
Jesus knew their thoughts and Yes. said to them, any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? Achia hapo. So you are saying that Yesu anasema kila ufalme ambao umefitinika wenyewe kwa wenyewe hauwezi ukasimama. Na nyumba juu ya nyumba huanguka. Sasa hii ni denomination. And if there is a greatest enemy of Christ or the truth in this Kenya, the office of the Attorney General, there are more than 200 and something denominations. Okay. The more you create a denomination, the more you create enmity with God. Okay. And Mr. Muya, you are sure that hata Nairobi hii, pastor ako pale, mwingine ako hapa next door, and they are competing. Mitambo iko juu, and they are teaching different doctrines. And when you read in the Bible says in the book of is it Romans 14 and verse 33? God is not the author of confusion. Yeah. Hiyo ni 1 Corinthians 14:33. Yeah, 1 Corinthians. For God is not the author of confusion. Yeah, mambo ni mengi. Yeah. So God is not the author of confusion. Na unapata pastors wako after kupata members. Okay. Now most of them it is business, but not all. Most of them Kuna wazuri. it is all about business. Yeah. But few of them many doesn't know the times and the seasons. Yeah. Kwa sababu God works under the times and season. If you Yes. read in the book of Daniel chapter 2 and verse 21, I think if I'm not wrong. Nisome. Yeah. Daniel Chapter 2 and verse 21. Daniel 2 Daniel. Sorry. Hii Biblia ya kizungu inanichanganya kidogo, but ni sawa. Yeah. Daniel Chapter 2 and verse 21. Daniel is in the Old Testament. Daniel chapter 2 and verse 21. 2:21. Yeah. It says, he changes times and seasons. Yes. He deposes kings and raises up others. Yeah. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Achia hapo. So God changes times and season. Yeah. Now, and this time, God wants to change the season. And that's why you have seen so many people are pursuing now the kingdom. Watu wengi wale ambao Mungu amewajalia kujua siri zake, Okay. wengi wamejua hata wakati wa dini umeisha. Ni kweli. Watu waanze kufuatilia ukweli wa ufalme. Manake tukiishi dini haina suluhu yoyote. Dini is another form of slavery. Na watu wametiwa katika utumwa wa shetani kupitia dini. Manake the more you divide people by their thoughts and their minds and faith, Yeah. Mungu hawezi kaa pale. Watu wakiwa wametengana na hawapatani, Mungu hawezi akaenenda na wao. So unajaribu kusema the more dini zinakuwa mingi, Yeah. the more tunagawanyika. Yeah. The more tunagawanyika, the more Mungu anaondoka. Ni kweli. Aha. So what we have in religions nowadays, wachache, they are just the remnants of God. Okay. Kuna wachache tu wale moja ambao ni masalio bado ya Mungu. Hata mapasta wako wenye hawajui kinachoendelea na nyakati na majira. Na hata kuna wale najua Mungu ameshawafunulia. Wanajua the season is shifting. Yes. Sasa wale because I've taken an initiative. I think it is at this year. Nimetembelea so many pastors in their denomination. Okay. 90% are against the kingdom of God. If they are the big enemies of the kingdom of God and the peace, many pastors. The kingdom of peace. Yes. Because most wanataka hizo biashara zao ziwe sustained. Na hawataki watu wafunguke macho. Unathreaten biashara. Ni biashara. Mtu anaweza lipia kutoka Western Kakamega kule akuja aone sarakasi huku na porwe pesa tena arudi kule. And it is so difficult kuwatoa pale. Manake ni Mungu tu peke yake. Yeah. When you read in the book of Ecclesiastes chapter 8 and verse 8, the Bible says, the spirit in a man overpowers him. Yeah. Roho iliyo ndani ya mtu inamzidi. Sasa wale watu uwezi ukawatoa kwa nguvu zako. Hata hao pastors uwezi watoa hapo. Yeah. Ni Mungu tu awatoe pale. Ama wale wenye Mungu amejalia kufunulia ukweli kupitia roho wake na wanasue kupitia kwa nguvu zake na watoke kule. But they cannot save themselves. Oh yes. A captive cannot deliver himself. Ni kama mtu ameshikwa hata hawezi jilipia bond. Sasa so many pastors are like that. Wako hivyo. Yeah. Na ndio unaona most of the time we don't agree. Kwa sababu hata hataki uongelesha wasirika. Hata kupatia, but some are doing that. There are some ukienda atakupatia platform, you will speak to congregants and ako 100% na wewe anafurahia. Okay. Yeah. Let us talk about the kingdom of peace. Yeah. Umeniambia wewe ni Mluya na umeniambia hii maneno pia. Yeah. Mnaijua na mnajua itatoka hapa mlimani. Yes. Because that is the topic of the day. Yeah. Now let us delve into it. Sijui tutataka tuanze pande gani? No, what I know, you know, I'm a spiritual man. Yeah. And a spiritual man doesn't go by himself.
but by the guidance of Christ. Oh, yes. Because there are so many will not agree with me because hili silo jambo la kuchukulia kibinafsi. What I know, the king will come from Mount Kenya. Yeah, he's a Kikuyu. Okay. Na you know the king cannot work alone. He needs the workers. Yeah. Na hatuwezi badilisha sisi. Hili silo jambo la ukabila. And there is a prophecy. I don't know, this man calls Wakibiru. I don't know Mugoru. Mugo wa Kibiru. Yes. An old prophecy. Yeah. I've been pursuing it. And also through the Bible, I've been pursuing about the kingdom of peace. So I have no doubt that the kingdom is coming from Mount Kenya to all Kenya, then the world. Oh, wow. Yeah. So, and that's why I've taken an initiative because nimeona ni kama mikwaruzano iko mingi. Okay. Sasa unajua mambo ya Mungu yakiwa ni kwamba imerudi ni kama ya dunia inakuwa ngumu. Okay. Na tumesoma in Corinthians 14, 1 Corinthians 14:33, the kingdom of God is not confusion. Yeah. Na sasa watu wameichukulia ni kama yao kibinafsi. Na hapo ndio unapata inakuwa ni kama makelele yale ya Babeli. Na hapo you cannot achieve. Ebu read in the book of James chapter 3. James 3:13. James 3:13. Yeah. James New Testament ama New Testament? New Testament. James 3:13. 13 to 18. 13 to 18. Yeah. Umefika 17. 17, not 18, I mean. 13 to 17. Who is wise? Who is wise? And understanding among you? Yeah. Let them show it by their good life. Yes. By deeds done in the humility that comes from wisdom. Yeah. But if you harbor bitter envy, and selfish ambitions in your hearts, yes, not boast about it or deny the truth. Yes. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly. It is not from heaven, but it's earthly. And the kingdom that we are speaking, it is the kingdom to come from heaven. To earth. So it cannot come until there is love and oneness. Continue. And spiritual, yeah, demonic. Yeah. For where you have envy, yes, and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Yes. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure. Yeah. Then peace, loving. Yes. Considerate, submissive, full of mercy and good fruit. Yeah. Impartial and sincere. Yeah. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Yes. So this is the kingdom of peace. And you know, by this time, hakuja kuwa na amani. Na unajua Kristo mwenyewe ndiye aliondoa. Amani. Ukisoma Matthew 10 and verse 34. Busoma hapo nisiwe na sipendi nikoseshe mtazamaji hata kidogo. Yeah. Fadhali tuchukue muda mrefu kidogo lakini watu waelewe. Yeah. Matthew 10 and verse 34. Matthew 10:34. Yeah. Inasema, do not suppose that I have come to bring peace to earth. Yes. I did not come to bring peace, yeah, but a sword. For I have come to turn a man against his father, yes, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be the members of his own household. Achia hapo. Sasa unasema hakuja kuleta amani, alileta upanga. Sasa this is the season and God works under the seasons. Sasa yeye mwenyewe ndiye ataregesha amani. If you read in the book of Revelation chapter 3 and verse 7, if I'm not wrong, Biblia inasema mlango ambao Kristo amefunga hakuna mwenye anaweza funga. Na mwenye amefungua hakuna mwenye anaweza funga. Hata mapastors wenye walikuwa wanazunguka eti tunaoleta amani, wewe huna amani yako utapea watu. And that's why unapata wamekuwa na comfort, mtu anadanganya mtu, mambo itakuwa tu mzuri, unajua. So mpaka watu hata wame lose hope. Kuna wale wenye wanasema hata sasa siku hizi siamini mapasta. Na wengi wamejitenga. I know. Yeah, and it is right to do that. Yeah. Kwa sababu hata Mungu ameonya. If you read in the book of Romans 16. Yeah. 17 to 18. Mungu anasema you have to distance from such people. Manake wao wanatumikia tumbo yao sio Mungu. And Paul also warned in Acts of Apostle. Yeah. Chapter 20. And verse 28 ukiendelea. Alikuwa anasema mjilinde nafsi yenu na mlinde lile kundi ambalo ni kanisa ambalo Kristo amenunua kwa damu yake. Manake ninajua Paul akainsist atakapotoka mbwa mwitu wakali. Yeah. Watakuja kuwatawanya. Wasihurumie kundi. This is the time. So this is the time of church desolation. Okay. And Mr. Muya, if I can tell you, the kingdom of peace is all about church restoration. Restoring the church. original church. Yeah. Isn't dini haikuwa kanisa. There is no church all over the world. Those are just denomination. Okay. Men's doctrine. Unapata naongea ukweli kidogo, nachanganya na nusu. So the time has come
we have a pure and perfect church now. Kanisa sasa lireje, church restoration. How will it be like, and how is it supposed to be like? You know, everybody, and that is the work of the Habinga. That original church. It is all about the doctrine and the truth of God. Because minus the truth, there is no love. Of course. Yeah. So when there is love and truth, hiyo sasa kanisa litarejea. Okay. So the true worship ya Mungu itarejea. Watu sasa wataambatanishwa na Mungu wake. Soma Malachi chapter 4, Mungu ataregesha uhusiano wake na watu wake kabisa. Okay. Yeah. Itaregeshwa aje na kivipi? Na nani? That is the work of the Habinga. And if I can tell you, the Habinga has a lot to do. Because he has to fight. Like David fought with Goliath. Kwanza before tuambie kazi ya Habinga, hebu tuelezee kwa kifupi. Juu hii video najua itafikia watu wengi. Yes. Of course Wakikuyu wamesikia wenye wamekuwa wakisikia. Hii ni ya Kiswahili. The Habinga. Who is this man? What I know. Na atakuja kivipi? What I know is coming from Mount Kenya. I have nothing to deny that. Because I have nothing to do with partiality. So he's coming from Mount Kenya. Na hata kama namjua siwezi nikasema. Okay. Because if you read the book of Proverbs chapter 25 in verse 2. Proverbs, eh? Yeah. Proverbs 25 in verse 2. Proverbs 25 verse 2. Yeah. Proverbs 25 in verse 2. 25 verse 2. It is the glory of God to conceal a matter. Yes. To search out a matter is the glory of kings. Yeah. Sasa ni utukufu wa mfalme wa Mungu kuficha jambo, na ni utukufu wa mfalme kuchunguza. Sasa wafalme ambao ni wana wa ufalme wa Mungu watafute mfalme ni nani. Even if I know I cannot tell them. Wajitafutie. So you remember the story of Paul. Si alitoka anaenda kutafuta Saul, anaenda kutafuta punda. Yeah. Sasa akakutana na ufalme. But what I know, the Habinga knows himself. Okay. Hebu soma in the book of 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. 12 to 13. 12 to 13. Yeah. Chapter 2, 12 to 13. Yeah. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God. Yes. So that we may understand what God has freely given to us. Yes. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit. Yes. Explaining spiritual realities with spirit-taught words. Sasa najijua. Najua hata Mungu alimwambia ni wewe. But sio kila mtu anasema ni yeye. Because also the demons speak. Na mapepo pia anaona. Okay. So si ati kila mtu anakuja anasema mimi nitasupport huyo, but mwenye Mungu ataleta hata mimi akikuja ukweli nitajua ni huyo. Okay. Yeah, because we shall align with the truth. And the Habinga has the battle to fight. Okay. Ebu soma in the book of Matthew chapter. Matthew? Is it Matthew chapter 11 and verse 12? Matthew 11:12. Yeah. Matthew 11:12. Yeah. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence. Yes. And violent people have been raiding it. Yeah. For the prophets and the law prophesied until John. Achia tu hapo. Kuanzia siku za Yohana Mbatizaji. So wenye nguvu ndio watateka ufalme. Okay. So as I've told you, as David fought Goliath, so shall it be with the Habinga. Atafight hivyo. Lazima apigane. Na anafight na kina nani? It is a matter of the truth. And it is a spiritual matter. Okay. Because what I know, it is the word. The truth of the word to fight. Because we have been under the lies of the system of the devil. Okay. Now it is the truth to conquer the lies zenye tulikuwa tunaambiwa hizo na nini. So the Habinga must fight. Okay. And there is no other weapon more than the word. Neno la Mungu tu. Atakuwa na fight na neno. Ebu soma in the book of Ephesians chapter 6 and verse 17. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 and verse 17. 6:17. Yeah. 6:17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Which is the word. Atafight na word. Yes. The truth now. I want to know, Yeah. You know, we are talking about Odhamaki. And in Odhamaki, we cannot talk about Odhamaki. We're not talking about the Habinga, how he will come, when, and how. And how this Odhamaki will manifest itself. So, back to the Habinga. Tumeelezea ni nani, na umetuambia anatoka mlimani. Yeah.
So ulikuwa umeniambia kuna ufunuo ulipata. Yeah. Right? Yeah. Now, let us talk about kazi ya Habinga. Yeah. Vile atakuja. Yeah. When. Yeah. And how even this kingdom will manifest itself. Alafu to try to connect hizi mambo zinaendelea kwa nchi. Yeah. Like right now the country is in chaos. Yeah. Tunaona hii mambo ya majenzi nini. Yeah. Tujaribu kuconnect tuone kama is it in any way connected na vile udhamaki inakuja. You know, mambo mengi Mungu ametuficha. Na yale ametuficha anasema ni yake. Yenye ametufunua ni yetu. Sasa the more unajua gari ni venye inaenda na gear 1, gear 2 yenyewe inaitisha ikienda. Naenda ikiitisha. So there are steps. Na ndio hatuwezi tukaruka once na tujue itakuwa aje na aje. Okay. But I've told you it is the reality. The Habinga mwenyewe atakuwa na vita za kupigana. So lazima anyakue. Hebu soma in the book of Luke 11. Luke. Yeah. Luke 11. Yeah, in verse 22. Luke 11. Verse 22, if I'm not wrong. 11:22. Yeah. It says, but when someone stronger attacks and overpowers him, Yes. he takes away the armor in which the man trusted and divides 20. up his Begin plunder. from 20 ndio tuelewe vizuri. When a strong man, fully armed, guards his own house, Yes. his possessions are safe. Yes. But when someone stronger attacks and overpowers him, Yes. he takes away the armor in which the man trusted and divides up his plunder. Umesikia? Mtu mwenye nguvu akiwa na silaha zake akilinda vitu zake zinakuwa salama. Lakini kukitokea na mwenye nguvu kumuliko, kitu ya kwanza anamnyang'anya silaha, anatawanya mali yake. So hapa lazima Habinga apigane. Apigane with the strong man. Amnyang'anye silaha zake na atawanye sasa. Okay. So it is not that his thing. Hizi ni vita ambavyo ni zaidi ya zile zenye Musa na Haruni walipitia. Who is the strong man in this case? The devil. Yeah, the Satan. Okay. Okay. Manake unajua shetani ndiye anatawala dunia kwa sasa. Yeah, the god of this world. So ni lazima the Habinga akuje na mnyang'anye silaha. Sio kitu yenye utakuja. Hebu soma in the book of 1 Corinthians chapter 4 and verse 20. 1 Corinthians 4 and verse 20 anzia 19 ndio tu. 1 Corinthians Chapter 4 and verse 19 to 20. 1 Corinthians chapter 19 chapter 2 chapter 2 verse chapter 4. Unajua niko na mambo mengi. Chapter 4 chapter 4 verse 19 to 20. 19 to 20. Yeah. All right. Inasema, but I will come to you very soon. Yes. If the Lord is willing, and then I will find out not only how these arrogant people are talking, Yes. but the power they have. Yes. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Of power. Yeah. So the kingdom of God haipatikani venye watu wanatarajia. It is a matter of power. Ni kitu ya vita na haipatikani kwa urahisi hivyo. So the work of the Habinga ni kupigania watu. Okay. Apiganie watu sasa wamfuate. Maana yake ni kama unajua wenye wako nyuma yake ni kama watoto wake. So ni lazima apigane, anyang'anye silaha basi. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Simon Mwangi, nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Terrain Africa. Kambuni ya Terrain Africa ĩkoragwo ĩkuua thũgũrĩ cia wendia wa mĩgũnda na nĩ njĩhokeku. Ndoka ha gũgwĩtĩra igongona tugakorwo narĩo mweri 5, igongona rĩa gũ-celebrate kũheana title, igongona rĩa Thanksgiving, ona igongona rĩa kũrĩanĩra tondũ nĩ tũderivĩte ũrĩa tweranĩire na tũgakena nĩ ũndũ wa inyuĩ gũtwĩhoka. Igongona rĩu rĩgakorwo along the road handũ hetagwo Juja High Point, mukawa-inĩ wetagwo Silver Luna Gardens opposite Gashororo Secondary School. Angĩkorwo wĩ hau na we ndũkahota gũkinya igongona-inĩ rĩrĩ kũhetũkĩra means ciaku, no ũke ofici-inĩ citũ harĩa mwena wa Ruiru BD House second floor, nĩ tũgakorwo tũkĩoya andũ hau tũmatware kũrĩa igongona rĩgakorwo. Igongona ritũ rĩkambĩrĩria thaa 5 tũrĩkie thaa 9. Tũgakorwo na ageni aingĩ matumagarĩtie a kambuni ngũrani ngũrani tondũ nĩ tũraugire rita rĩrĩ kambuni nene ona nini nĩ irĩ supportanaga. Nĩ tũmanyitĩtie ũgeni ona harĩa hothe marĩ arĩa matwĩte nĩ magoka. Twĩna ageni aingĩ makauma nja wa bũrũri moke manyitanĩre na ithuĩ mũthenya ũcio tũkamendithĩria thabarĩ njega makĩbanga gũka ona magĩthagathaga gũgakorwo hamwe na ithuĩ. Ona kũrĩ ageni aingĩ me gũkũ bũrũri-inĩ, arata aitũ, arata kambuni nĩ magoka mũthenya ũcio ũka celebrate na ithuĩ na ndũkariganĩrwo gũgoka na mũrata tũrĩanĩre na tũnyuanĩre na tũre Ngai nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩria mũthenya ũcio. Ũngĩenda kũhũrĩra thimũ arĩ niĩ nĩ 0713 64 22 21 na ũngĩenda kũhũra kambuni ya Terrain Africa ũkĩenda kũ-book mũthenya ũcio ũkĩenda kũria mũkawa ũcio wĩha nĩ 0794 355
161 inyuothe muri anyite ogeni kambuni ya Terrain Africa na kambuni njihokeku woka ni wigithia wa migunda. Tell us about this kingdom of peace. You know, Mr. Muya, what I can tell you one thing, the qualifications and characteristics of having a one thing must be a spiritual, God's spirit. Sio roho zingine zile, is a spiritual man. Okay. Now, if I can relate with the Bible, because that is where I do dwell. He won't be physical like a person like me. You know, we have heard other people tell us he will be a human. He will be a human. Okay. But with the spirit. Oh. And you know, the flesh without the spirit is dead. Yeah. So, atakuwa spiritual man. Na ukisoma, if I can relate, when you read in the book of Numbers chapter 27 and verse 18. Na Mungu akaambia Musa aenda amwekee Yoshua mkono. Okay. And the Bible is insisting that Yoshua was a spiritual man. Kwa hivyo, you cannot lead without the spirit. Yes. And this is the spirit now, utalead watu wa spirit ya Mungu. Spiritual men. So you must be spiritual. You must be very spiritual. Na the Habinga ni mmoja. Si mambo ya huyu kusema huyu ako huku na huyu ako huku na huyu ako huku. When you read in the book of Numbers chapter 12 and verse 8. Numbers 12 and verse 8. Numbers 12 verse 8. Yeah. Numbers is in the Old Testament. Yeah. Numbers 12 and verse 8. 12:8. Yeah. Nasema, with him I speak face to face. Yes. Clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Yeah. Sasa God chooses or appoints one person at a go as the overall. Hao wengine, these others ni helpers. Okay. And ukisonga in Numbers 11, I think 18 to 17. Hapo ndio Mungu aliambia Musa ateue wazee 70. Mungu akachukua roho yake ya Musa akawagawia hawa. Wakawa wasaidizi. Sasa hao wengine watakuwa wasaidizi, lakini kutakuwa na mtu mmoja overall. The Habinga will be overall sasa ya watu wetu. Sasa huyo ndiye atakuwa analeta siri hata za Mungu. Mungu anataka aje as establishment of the kingdom, yeye ndiye akona structure sasa. Mungu akimwambia anajua, and I'm sure wherever he is, God is preparing. The problem that we do have, Mr. Maina, Muya, people, watu wanaangalia sana mambo ya mwili. But the secret that I can give to them, this is 1 Corinthians chapter 27-28. Yeah. Mungu anatumia vitu dhaifu, vinyonge. Ule ni mtu pengine penye hata ni mtu wa mashida tu. To disapprove the strong. The Habinga. Yeah. Sasa hii sio mambo ya pesa. Mtu asituletee mambo ya pesa na utajiri hapa. Na asituletee mambo ya masomo. Because hata si masomo umeona Ruto ako nayo na nini lakini imeshinda. So it is time that God is disapproving the wisdom of the world. Okay. Na ndio umeona amewapatia Dr. Ruto ameshindwa. Na masomo yake na ujanja yote. Kuna mtu mjanja kuliko huyo. Lakini mambo imemshinda. The bottom up imekuwa backward sasa. Okay. Sasa mambo imemshinda, hata yeye atainua mikono. Apenda asipende. So his fans wajue mambo sio mazuri. Okay. Yeah. So where are we with this whole udhamaki? Where are we? So udhamaki is so essential, ama ni jambo kubwa sana lenye linatakana tulichukulie kwa kubwa sana. Because hii ndio mambo italeta amani dunia mzima. Okay. The whole world is waiting for Kenya. This is the revival that pastors are deceiving with the washirika huko kwa madhehebu zao. It revive itakuwa jioni, revive itakuwa jioni. Revival gani yenye itatui shida? Because ukisoma in the book of John chapter 8. Yeah. 31 to 32. Abide in me and I in you. You shall know the truth and the truth shall set you free. Okay. Mbona wanahubiria watu na mashida zingali ndio hizi tu? Kama wako na ukweli, mbona hawajanusuru Kenya? And the gospel is of peace. Okay. Ukisikia mtu anasema ati I'm spreading the gospel, anakudanganya. There is no gospel without the kingdom. Hata ukisikia pastor anakuambia tukuja uokoke, that is antichrist. Okay. Hawezi uokoka nje ya ufalme. Nikikunusuru Mr. Muya na kutoa kwa moto na kuweka mahali safe. Sasa ikiwa huko ndio kuna uongo mwingi, sasa wokovu uko wapi hapo? So udhamaki wa dhayo ndio wokovu sasa. Yeah, that is the redemption. Na ukiendelea in Haggai chapter 2 hapo, I think verse 8. Hapo ndio Mungu anasema the latter church. Sasa this is the latter church. The latter glory ndio inakuja, hiyo ndio tunafuatilia. How will it come? There's a question you're not answering me. Yeah. How will it come? How will it be like? You're not answering me. Because we want to know. Yeah. My viewer want to know. Yeah.
how will it come? How will it manifest itself? How will the Habinga come? We have the current systems of the government. How will they fall? Those are the questions What I can tell you, Mr. Muya, kwa Biblia nayo mtu hawezi nitoa huko. Maana huko ndio na dwell. Ukisoma in the book of Acts of Apostle, chapter 1 and verse 24, ukiendelea. Acts of Apostle. Yes, ni matendo ya mitume. Yeah. Acts of Apostle. That is the New Testament. Acts of Apostle. Verse? Chapter 24. Chapter 24. Yeah. Let me confirm with my 124. Oh yes. It's talking about then they prayed. Then they prayed, Lord, you know everyone's heart. Yes. Show us which of these two you have chosen. Yes. To take over this apostolic ministry which Judas left to go where he belongs. Yeah. Then they cast lots and the lot fell to Matthias. So it was added in the 11 apostles. Ukianzia pale nyuma, hapo ndio walikuwa wanataka mtu anata replace Judas. Na hapo kitu ya kwanza walikutanika. Wakaomba. Walipoomba, they cast their vote. Sasa kura ikamwangukia nani? Matthias. Okay. Na ndio nina insist for everybody that is speaking about Udhamaki Wadhayo. It is time now. Watu waeke difference kando. Na kila mtu awe tayari kurekebishwa because you might be wrong. I remember the story of Paul and Peter. Okay. Kuna mambo hawako wanaelewana. But wakakaa na wazee wakatatua wakapata suluhu. So without people coming together, God cannot manifest. Okay. Lazima watu wakuje na wakuwe na nia moja, one agenda. Wasipokuwa na nia moja tena hapo ndio inakuwa na shida. Kwa sababu nimekuambia hapa hakuna mtu asilete masomo yake. This is not the matter to do with the degree. This is not the matter to do with PhD. This is not the matter of niko na wafuasi ama nini. This is the matter of reality and the truth. After hapo sasa ndio mambo itaanza kuendelea. For now hii mambo bado watu wanazunguka jangwani. Because watu bado wanatafutilia ako wapi. What are we supposed to do tuache kuzunguka jangwani? Lazima kichungi ikue. Na kichungi haiwezi kuwa kama watu hawajakutanika. Okay. When you read in the book of Judges, you remember about Daniel. Yes. Daniel had 32,000 men. But out of 32, only 300. Is it Gideon or Daniel? Gideon, I mean. Yeah. Gideon. So unapata ndio itafanyika mpaka sai. Watu watakutanika na kichungi itakuwa. Manake there are also some people have hijacked. Now there are so many dangers of hijacking this manifestation of Udhamaki Wadhayo. Because the troubles you are seeing zinangojea hiyo ufalme wa Mungu. Okay. Na ikiwa haitasuluhishwa, shida zitaendelea sana. Ukisoma in the book of Matthew 24:21 to 22, ikiwa hazitafupishwa hizo siku, watu wataumia sana. Okay. So many lives will continue being lost. So ni jambo ambalo tunatakana tulichukulie na uzito mkubwa sana. Ndio watu wasiendelee kufa vita sasa, hii udhamaki ndio kuna solution. Okay. Yeah. Wow. So when is it coming? The season imefika. Tuko in the season. Yeah, but okay, we cannot. Niache kuuliza when it's coming. Let me ask. What are people supposed to do? Ndio ikuje haraka. Kitu ya kwanza is repentance. Because if you want to align with God, you must repent. Yeah. And God to repent, it is just watu wageuze mawazo yao na mioyo yao na wawe tayari kwa ukweli. Waache kushikilia ile yenye walifunzwa hata na mapasta. And what I'm urging so many pastors, washirika sio resource yako. Okay. Just leave people to know the truth, teach them the truth. Manake Kristo ndiye alinunua kanisa kwa damu yake. But maumbwa zimehijack. And when you read in the book of Isaiah 56, utapata kwamba Mungu anaonya kwa sababu ya hao maumbwa. Okay. Kristo amelipa, ni kama umelipia mtu mahari mke na mtu mwingine amepokonya. So it is the fulfillment of the scriptures. Okay. So the time has come, pastors waache kudanganya watu, waache hizo mambo mingi wako nazo, we focus kwa ufalme wa Mungu. Okay. Ambao umesubiriwa kwa hiyo miaka yote. Yeah. Looking at our country, sasa kuna mambo mingi ina happen. Yeah. Not only Kenya, even globally. Yeah. How is it related to the kingdom of peace? You know, God works with the prophecies zenye Mungu alipeana lazima zitimie. Chapter 24 of Matthew, bado Mungu alikuwa anazungumzia kutakuwa na vita. These are the signs. Na alisema you will not leave any stone unturned. Ukisoma even in the chapter 21 and verse 5 of Luke, okay. Yesu alikuwa anatabiria the desolation of the church. And this is the time. Walikuwa wanaona hekalu lile wakaona limepambwa, lakini akawaambia siku zinakuja
hakuna jiwe la hiyo mjengo litabaki kwa lingine. So this is the time. Na ndio unaona hata siri zinafichiliwa zenye hatukuwa tunajua hata za serikali. Muunga anafichua mambo ya siri kabisa na anawasambaratisha. Hata ndio unaona serikali yetu ya Kenya wakijaribu wakikanyaga wanateleza. Wakijaribu kuwa wanateleza. This is the time God is going to reveal so many secrets. Huu ni mwanzo tu. Yeah. So things are out of control. Na hata watajitetea. Yeah. So hata kama kuna mwanasiasa ananisikiza, you should not waste time kuendelea na makampeni zao na mambo zao. Hawatafaulu. This time is God himself turning things. So Mungu anataka kurudia mabaki wake na hata amechoshwa na uongo. Maana yake uongo tumesikiza wanasiasa mwingi wamekuwa wanatuadaa na nini, but this time God is tired. Hata there is a time Mungu alinipea vision on last on Friday. Akawa ananifunulia wanasiasa they are trying to chase clout on X. Wanajaribu kujipigia debe, wanajaribu kudanganya watu, but it won't work. Yeah. Kila penye watakanyaga kutateleza. They won't make it. Ni Mungu anawafanya hivyo? Ni Mungu. Yes. Wow. Because God is after coming for his people. Yeah. Now, we've talked about Ulamaki, the Habinga. Yes, the Habinga. Yeah. We have the current system of the government. Yeah. Right now. How will the Habinga come? How will he overthrow the current systems? And how and when? I've told you the truth is that we'll use the word. Minus the word of God, you cannot win the devil. Yes. Because the battle is so spiritual. Mtu asikudanganya hata mwenyewe anaweza pigana na shetani. The devil is supernatural. Yeah. Siku hizi ndio nasikianga watu wanadanganywa I bind the devil. You cannot bind. Wewe ni nani? God himself ndiye ako na huo uwezo wa kupigana na shetani. So shetani sasa anajaribu. Unajua the Habinga akikuja ndio nimekuambia silaha yake atatumia ukweli. Manake you shall know the truth and the truth shall set you free. Yeah. Na ndio nimekuambia hata pastors wamehubiri muda mrefu but they are not telling people the truth. If it were the truth, watu hata tungekuwa na hizi shida zenye tuko nazo. Because nasikia wengi wanasema hata kuna ule nimepitia clip zake alikuwa anasema revival ilianza 2016. But hiyo ni uongo wa shetani. Revival, it is the kingdom of peace. Revival haiwezi kuwa na watu wanatekwa nyara. Revival haiwezi kuwa na watu bado wanapitia mashida zenye wanapitia. So hiyo ni yake tu. Bado ndio tunaelekea kule. Yeah. So when revival finally comes hakutakuwa na hizo mambo. So revival is all about the kingdom of God. Yeah. Ambayo ilitabiriwa na Daniel. Akawa anasema huu ufalme utatawanya na kumaliza hizo falme zingine. Yeah, zingine zote. Na ndio nimekuambia huyo Habinga ako na kazi. Sio kitu atapewa kwa sahani hivyo. It is war. Yeah. Wow. I don't have any other questions. Yeah. Maybe now I can give you 2 minutes. Uongeleshe mtazamaji. Yeah. We finish. So jambo ambalo naweza ambia mtazamaji ni kwamba wakati umefika tuweke mawazo pamoja, tushikane mikono na tusukume agenda ambayo ni kazi ya Mungu ya mwisho. Manake hii ni kazi ya mwisho ya Mungu. After hii kingdom ndio Mungu atamaliza dunia. So the time has come, we put our differences aside. Mambo ya dini tuachane nayo, turudi kwa ukweli wa neno la Mungu na Mungu aturudie na tupate pumziko. That is what I can say. Wow. Yeah. Thank you so much for coming. Thank you. I'll see you again in the next show. Thank you. Thank you muno ready. Umuthi ni ndaforce wajarie githungu. Ono mwakigwa na kiono ngigo gikeria. So we have a good mwendete muno. Have a good night. Tukutana in the next episode. Bye. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Simon Mwangi, nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Taina Africa. Kambuni ya Taina Africa ĩkoragwo ĩkuua thũgũrĩ cia wendia wa mĩgũnda na nĩ njĩhokeku. Ndoka haha gũgwĩtĩra igongona tũgakorwo narĩo mweri 5, igongona rĩa gũ-celebrate kũheana title, igongona rĩa Thanksgiving, ona igongona rĩa kũrĩanĩra tondũ nĩ tũderivĩte ũrĩa tweranĩire na tũgakena nĩ ũndũ wa inyuĩ gũtwĩhoka. Igongona rĩu rĩgakorwo along Thika Road handũ hetagwo Juja High Point, mũkawa-inĩ wĩtagwo Silver Luna Gardens opposite Gashororo Secondary School. Angĩkorwo wĩ hau nawe ndũkahota gũkinya igongona-inĩ rĩrĩ kũhetũkĩra means ciaku, no ũke ofici-inĩ citũ harĩa mwena wa Rũirũ BD House second floor, nĩ tũgakorwo tũkĩoya andũ hau tũmatware kũrĩa igongona rĩgakorwo. Igongona ritũ rĩkambĩrĩria 5
turekie thaa kenda tugakorwo na ageni ingĩ matumagaritie a kambuni ngũrani tondũ nĩ tũraugire rita rĩrĩ kambuni nene ona nini nĩ ire supportanaga nĩ tũmanyitĩte ũgeni ona harĩa hothe marĩ arĩa matwĩte nĩ magoka twĩna ageni angĩ makauma nja wa bũrũri moke manyitanĩre na ithuĩ mũthenya ũcio tũkamendithĩria thabarĩ njega makĩbanga gũka ona magĩthagathaga gũgakorwo hamwe na ithuĩ ona kũrĩ ageni aingĩ me gũkũ bũrũri-inĩ arata aitũ arata kambuni nĩ magoka mũthenya ũcio ũka celebrate na ithuĩ na ndũkariganĩrwo gũgoka na mũrata tũrĩanĩre na tũnyuanĩre na tũre Ngai nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩria mũthenya ũcio ũngĩenda kũhũrĩra thimũ arĩ niĩ nĩ 0713 64 22 21 na ũngĩenda kũhũra kambuni ya Telina Africa ũkĩenda kũ-book mũthenya ũcio ũkĩenda kũria mũkawa ũcio wĩha nĩ 0794 355 161 inyuothe mũrĩ anyite ũgeni kambuni ya Telina Africa na kambuni njehokeku guoka nĩ wĩigithia wa mĩgũnda.